Kitaa Online TV, taa ya mitaa. Mimi ni mfanyikazi wa hapa RSD na mimi ni kibarua. So hii maneno imekuwa hapa ni kutoandikwa. Mshahara pia ni kidogo, kazi ni mingi. So tukaona hii kitu tulikuwa tumeipeleka kwa miaka mingi kwa management, lakini hakuna kitu imefanyika. So ikabidi tuandikie barua ile kulingana na venye inafaa, alafu wasipo react sasa si tufanye mgomo. Hiyo ndo tulikuwa tumeamua. So walikuja hapa jana wakatuambia watatuongelesha, lakini they are trying to ile kama kujaribu treat, na wanatuambia kama tutaenda kazi tuende, kama tutaenda unaona. So sisi tukaamua msimamo wetu ni huo, mambo ibadilike hapa, maana kuna watu pale ni moto tunafanya. Kuna watu wamefanya hapa more than 20 years. Uhuru alikuwa 10 years. Sasa ni Ruto pia anakuja 10 years. So mtu anakuwa na serve ni kama kwa government. Nothing has been. Unapewa mshahara ni hiyo 394. Watu wako na familia, watu wako na nini? 394 per day. Shillings. Per day. Hiyo ndo tunapewa. Unapata mtu ako na familia, mtu ako na anafaa asomeshe. Mtu amekaa hapa 20 years. Rent mtu analipa, bado hajaajiriwa. Ukisema kuajiriwa ama ukiuliza mambo na leave pay, kuna pia kulingana nadhani human rights hapa anatuambia kama wewe ni kibarua unajiandika unafaa upewe leave pay. Lakini sasa unapata hao wakubwa, yani they think we are illiterate. Wanajaribu kututreat, nawaambia wewe, yani wanatujibu tu vibaya. Utapata mtu kama mimi ambaye niko kama hapa, nimekaa almost 10 and above years niko hapa katika kampuni inasavu. So inamaanisha kuwa mimi ni muhimu kwake ama sina umuhimu kwake. Sasa hivi tunataka tujue kwa sisi tuna umuhimu ama hatuna umuhimu, na tunataka haki yetu. Na haki yetu tunataka vipi? Ni kuwa sisi tunataka kuwa tutolewe kwa upande wa kibarua, tuwekwe kuwa permanent. Wale ambao watakaobakia, ambao ni vibarua watakaobakia, mishahara yao erase. Kama ni GL, General Labor, alipo as from kulingana the high cost of living. Serikali yetu ya Kenya inakaribisha wageni ama inakaribisha watu ambao wanataka kufanya kazi hapa kwetu Kenya. Sisi ni wa Kenya, na sisi wa Kenya tuko tayari kufanya kazi na wao, lakini unakuta mtu amekuja hapa kwetu Kenya anafanya kazi na Wakenya kama sisi, lakini inafika time anakuwa free yule tajiri, kiasi ya kwamba mpaka Mkenya hana haki kwa ile kazi. So tunataka kuuliza ama kujua katika hawa matajiri wetu, na sisi kama tumefanya kazi, na sheria ya Kenya inasema nini? Kwa sababu mimi chenye najua ama chenye kama huyu bwana amesema, sheria yetu ya Kenya, mtu anapofanya kazi ama mwajiri amekuja kufanya kazi hapa kwetu, ameanza kazi, inafaa alipwe kibarua baada ya miezi mitatu. Mimi ninavyoongea nasikia uchungu kwa sababu niko na miaka 10 kwa hii company na bado niko kibarua, na bado nalipwa pesa ya kibarua. Niko na miaka 10. Unapoongelea kuhusu story ya kujua utajiriwa ama utaongezwa mshahara, inakuwa ni vitisho. Jambo la kwanza ambalo nilipata pale ilikuwa ni mambo ya conversion from casual to contract or permanent. Hiyo ndio ilikuwa issue kubwa, na hiyo hata mimi kama union official tulikuwa tumeongea na management na general secretary kwamba wiki ya pili ya mwezi wa 3 ilikuwa tukae mkutano na management ya corrugated na kampuni hizi. Kila kwanza ndio tujue kwamba corrugated, main, standard, pickling na hapa watatoa slot ngapi kwa kila kampuni.
hiyo iko in black and white. Sijabeba hizo barua, na mkitaka nitawatumia zikuja mzione. So hiyo ilikuwa tumeipanga wiki ya pili ya mwezi huu unakuja wa 3. Hiyo mkutano itakuwa ya kampuni zote za corrugated ambazo ni 4. Na kwa kweli tumesikitishwa sana na hili banga ama janga ambalo matajiri wanalitumia sana hasa kunyanyasa vibarua. Sheria is very clearly kwamba mfanyikazi anapofanya kwa muda fulani lazima aende katika kitengo chengine. Pili, kuna viongozi ambao ndio safeguard wa wafanyikazi ambao ni Labor Office ya Kilifi. Nasikitika kusema kwamba Labor Office ya Kilifi imenyanyapaa ama inazembea katika kazi zake, kwa sababu wao ndio regulatory wa kuweza kutembea katika kampuni hizi na kuangalia maslahi ya wananchi ama wafanyikazi katika maeneo haya. Lakini kwa ukweli ni kwamba wanapewa fedha, bahasha kama tunavyosema. Viongozi wa kisiasa wakija hapa wanachukua bahasha, tunabakia kudorora na kupigiana kelele. Kwa hiyo sisi kama shirika la kutetea haki za kibinadamu tumesema hili swala hatutaliwacha nje, hatutaliwachilia, na tutaenda nalo kuanzia sasa hadi tuone kwamba vibarua wote wameweza kupata haki zao za kimsingi, na yoyote yule atakayokuwa intimidated ama atakayekushurutishwa kwamba atafutwa kazi, sisi kama mawakili, sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tutachukua hiyo kesi na tuweza kwenda mbele kuona kwamba yule bwana amepata haki yake. Kitaa Online TV.